lazima tufute maeneo mengi, tulipe fidia. Labda ndo kitu ambacho serikali labda haiko tayari kwa sasa. Upangaji wa jiji la Dar es Salaam tunasema ulikosewa, vitu vingi walivyoverlook. Kwa mfano sasa hivi ninavyozungumza, pale roundabout Kawe kuna apartments zinajengwa. Units za kutosha zitakuwa na watu wa kutosha. Sijaona plan ya kuongeza barabara ikiendelea, kwa sababu litakuwa ni msongamano usio. Kwa sababu hapa kuna Tanganyika, viwanja vya Tanganyika Packers, huko na apartments kama 4-5 ambazo zina flats nyingi sana zinaendelea. Na maana in the next 2 years ikiisha, patakuwa pana kero ya msongamano. Na hata kiangalia pia barabara ya chini mdogo inaanza kuongezeka, kama ni mwenyeji wa kutoka Mikocheni, Morocco, mpaka unapita Mbezi chini. Lakini sijaona hiyo plan ikiwepo. Zaidi tu naona system za sewage zilikuwa zina develop. Unadhani haturudii makosa jiji kama jiji, watu hawarudii makosa yale yaliyofanywa miaka 30 ya Posta, Kariakoo tunayolalamikia, na kwanza baadaye tunatumia gharama kubwa kuja kuyasolve haya matatizo? Swali zuri sana sasa. Ni kweli mimi mwenyewe nakiri kwamba mji wetu, barabara zilizopo kwenye nyaraka zetu, kwa maana ya kanuni zetu, sheria zetu, ni tofauti na zilizopo ardhini. Ni kweli barabara ya Mbezi sasa hivi ni kama matumizi yake yamekuwa makubwa kuliko uwezo wake. Lakini huko nisiende kwa sababu ni mamlaka nyingine. Ila tukizungumza kimipango miji, nakubaliana na wewe kwa 100% kwamba jiji letu la Dar es Salaam lina barabara ndogo kuliko uhalisia. Na bahati mbaya ni kwamba kwa sababu ya kuwa na foleni, tumejikuta hizi barabara zetu za mtaa au mitaa inatumika na haya magari kwa ajili ya kukimbia foleni kwenye main roads. Nini kifanyike? Ni kweli tunahitaji revamp. Na tutakuwa tunadanganyana bila kusema kwamba we have to bear the cost. Lazima tuweke hela nyingi ili hilo lifanyike. Lazima tufute maeneo mengi, tulipe fidia. Labda ndo kitu ambacho serikali labda haiko tayari kwa sasa, lakini ni kitu ambacho kinafanyika duniani. Kwa ambao tunasoma masuala ya mipango miji ya kidunia, miaka 1850 Mfalme Napoleoni wa Paris aliivunja Paris yote Paris ilivunjwa. Na lengo kubwa alikuwa ni kufanyeje? Alikuwa inspired na London. Akataka Paris mitaa yake ipanuliwe. Kwa alivunja yote hii Paris mnayoiona sasa hivi, ili tu barabara ziwe kubwa, mitaa iwe mikubwa, iwe mipana. Alivunja. Kwa hiyo sioni kama sisi tunaweza tukavunja Posta yetu ile ili barabara ziwe kubwa, lakini kwa maeneo ya nje huku tunaweza tukaweka fedha kwa maana ya kulipa fidia ili tutanue barabara, kwa sababu ni ukweli wa Mungu kwamba Dar es Salaam ina barabara ndogo sana. Na bahati mbaya kinachoniuma mimi pia nikiona kwenye hizo ndogo ni kama zinataka ziwekwe mambo mengi. Yaani ni kama tunakimbia gharama. Of course, we have to spend some trillions of money ili tutanue barabara kwa ajili ya kizazi kijacho au kwa ajili ya kesho ya Dar es Salaam. Kwa hiyo hatuna namna zaidi ya kuweza kutumia fedha. No way. Kwa sababu ukiwauliza wale watu wanaojenga hizo apartments na nini, wako kwenye mipaka ya viwanja vyao. Kwa wako sawa kisheria. Si ndio? Kwa hiyo ili wazuie lazima ulipe fidia ili uende sehemu nyingine. No way. Huwezi kuwazuia watu kwamba okay bana, barabara hii ni ndogo lakini nyinyi ndio mlipanga. Sasa ili utanue natakiwa tulipe fidia. Of course na sheria yetu inaruhusu sheria ya ardhi kwamba rais anaweza kudeclare ardhi yoyote kwa manufaa ya umma, then ikatumiwa kwa manufaa ya umma kama kutanua barabara, kujenga hospitali na matumizi yote ambayo ni manufaa kwa umma. Kwa hiyo inawezekana kama tukikubali kama taifa, lakini pia serikali kaamua kabisa kwa dhati kwamba tunahitaji kutumia hela kwenye kutanua mji, kwenye kuweka mipango mji. Master plan nyingi tunazo za maeneo mengi, lakini hatuzitekelezi kwa sababu ya wananchi pia hawako tayari kuachia ardhi zao. Barabara ya Makongo nyinyi mfano ile kutoka Mlimani City kwenda Goba imetumia muda mrefu sana ile kwa sababu ya mgogoro wa wananchi na serikali. Yote ni kwa sababu wananchi wengine hawako tayari kuachia ardhi yao ili barabara ipite, lakini mahali pengine serikali haiko tayari kulipa kiasi fulani cha fedha kwa sababu ni kama unanunua hiyo ardhi. Kwa sasa tukafikia moment ukubwa umuhimu huu wa barabara na mipango miji, wananchi wakawa tayari kuachia ardhi zao, lakini pia serikali ikawa tayari kulipa fidia. Nadhani mambo yataenda vizuri,
na tutapata hizo barabara ambazo wengi tunatamani. Unajua tumetembea, ukienda Dubai, ukiona barabara zinatoka mji mmoja kwenda mwingine, unafurahi kwamba alo, tumeenda Guangzhou, umeenda Chengdu, umeenda Singapore, tunafurahi kwamba wenzetu waliwezaje. Wenzetu waliweza kwa sababu walitoa, walikuwa tayari kukubali gharama, lakini pia walikubali umuhimu wa hilo jambo. Kwa nadhani nitoe wito kwa wananchi kukubali kwamba kuna umuhimu wa kuachia ardhi zetu ili maendeleo yapite, lakini pia serikali iwe tayari kulipia maendeleo.